kanisa cia Vilingi wa Mauvoo. Na ukediamo sesa watindata aneselika mwendo wa samonza ngwenda kuthocha thini wa Vilingi wa Mauvoo manyithie Mauvoo alatwa kumbanisya muthenyani wa umunthi ni Faith Makenzi wa mutunga twatiani thini wa Facebook ni Mutongoi TV. Esililwa ele masiko cia ukengani na wangangania alamethitwe mayitwikithia ta maobisa ma Mauvoo wa Inspectorate ma county ya Masako na kosania koti kuma kwa enendi ala matwaisi uya wa miako kisioni cha Muthwani ukamba wa maboko ni maende na kusia wakiseseni cha polisi cha maboko ukamba usu wa River itina wa kwiki wambini Mauvoo kuma kwa obisa munene wa Mauvoo wa idhekasilikali ni wa county ya Masako Anthony Mutuku ula ainena na Vilingi wa Mauvoo wa weta nimekwendea na utoaisia misako taisu. We arrested 2 individuals who have been masquerading as county enforcement officers. They have been terrorizing the residents of Muthwani ward by obtaining money, obtaining funds, purporting that they have the capacity to even approve and supervise construction within the said area. We have had a challenge within this area for quite some time, and following a very intensive crackdown, we have managed to nab these 2. What I can confirm is that we are proceeding to have them charged before court. They will face the full force of the law. Purposes, it is true we have had a lot of complaints from wananchi that there are fellas who are moving around the county, purporting to be enforcement officers, purporting to be works officers, purporting to be lands and fiscal planning officers, and in the process obtaining funds from the Apples citizens. It is something that we are very much ready to fight till the end. It is a commitment by the government of Her Excellency Wavinya Ndeti that we have to serve our wananchi diligently, and we request them to always come to the offices in case they have second of complaint. So far so good. We are collaborating very well with our security agencies and also resident associations all over the county. It is true, for the last almost 2-3 years, that has always been the complaint from wananchi, and it's something that we are fighting. We have to break this menace. We simply can't operate with second impunity. We cannot allow it, we will not allow it, and it cannot continue. Ikundi ite ya kisilikali ya Wealth Hunger Life ni yendesi mulati wa kwenza ndoboi na kuketha kiu kuma maviani kitui cha idheo tanzia imwe ya kukutana na mo wa kiu wodini ya athi vala iseso kana yendesi iseso ya kwenza ndobo kisioni cha Mbusiani na yongela kwikithia enendi ni makwata kiu bakubi mateo tambuka miendo miasa na kwikonia na maundu ma uwimi tanzia imwe ya kumekia vinya wa kukutana na ngalama sia mikalile. Onesmus Chalo inaingewa. Mwongami munene wa mulati kwa sita Miriam Mdonge enena nwa weta milati la mekane vamona kwakia enembe ndovoisi ya kivu vamona kukusia kivu kumavyane ala manene ketu cha itheo na ala matonya kwenye kivu kwa wingi kwe mwenembe iweta kwa oyu ni maendesi kusovya ndovo ya Mbusiani na yongelano kana kwetana enembe na miendo mwasa meimanda kivu. Vina projects ila tuika kuukamba projects sia borehole ila ambapo tusenda info ya kwesela county alama tunenga list ya boreholes ila sivo, and then tukukusia kivu tutwa kula kwe mwenembe kwa yube dona ula tunakwati wita wa charity water ambapo charity water kwa oyu afandite projects ile imwe ita Mbusiani borehole na ilengi ita wayongela borehole
So ndesi Kitui South katika project ito ya Mbusiani tukavite kilomita 21.3. Ona wiovo ikundi na ila ithitwa ise milati kivathukanyo kisui cha ithio mwene nthina ula kutethekana milati ine waile kunenga na uthukumi wa kilungu cha 30 ilwaiana nthini wa mulati usu na ye kundi iyungamia kilungu cha 70 ilwaiana otondu kuelesya tuila tuika nikenda bethe na ownership ya project ila tukwika ta WHH ni twenda kuinvolve community kana ni tusisia mwene nthi katika miradi itu ambapo mwene nthi tumukula nikenda tunenge 30% kana 30 kwayana ambapo mwene nthi ni wotu nengae kithangathi yakatunenge mapia alama nene yakatunenge kakoto na akatunenge kiwu cha kwaka na itu ta organization kana ta WHH ni thitu nenga na material on the makwaka ambapo ni simiti mbau na kindu chonthe kila kikwendekana misumali ona mavundi methi ya mema itu mulati wanga oingi nuvikiana kunenge ene maumanisyo ma undu waile ni kutumia kivu kwanzia si kivathukanya nokana kwiyuna na maundu ma uthiu nokana kwisia na Mauvoo ala mumana na kiwu kikiko kwika miradi itu ya kivu pe isomo tusometha cia mwene nthi ambapo tukita kisomo cha social behavior change and communication ambapo kuni kisomo kila twithia tukwenda mwene nthi au mekuma mutuolo nekala oke ungi ethia mwene nthi ndana inacho tukumwimisa nikenda kwa kiathia kake cho Dilivota Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Onesmus Chalo Tuitiana na ngewesio Onesmus nikana muyumbe wa Matungulu Stephen Mule ni waweta kanabe bata atongo ikukwatana na makundi ma wendi museo kwa ile kisomo na monota imanyisio sia kiobundi isioni siandi ya Kenya kwenana na Mule nikana undo wa bata kwa atongoi nikuikithia kana ma utuika onde ala amanyua meunewa ni makumateria ebinda yukite indi kupitukithwa ebinda ayathana kukwata mbau imanyisio ilasi kisioni chake etina ndambuka yake kimanyisioni cha Katine Polytechnic aikulia aingi aseyangi kuthuthia anamo kutumia ibuso yi nikana kuitethia mwene allow any other partners to come on board. I've given them the hints. We need to do requests to GIZ, that was German Cooperation International, who supports TVETs. We're also looking forward in cooperation with the European Union through Belgium program. We are looking at JICA, which is Japanese International Cooperation, also to come on board. We are looking at KOICA, which is the technical arm of the Korea government, which has also helped us to put up a polytechnic within the constituency called Kituluni. And we are continuing to knock to any door whereby there is any donor who can be of help to us to make sure that this college goes to the highest end of producing technical skills, not only to the people of Matungulu, but to the entire country called Kenya. We are going to rebrand the college. We are going to do campaign to the community. We are going to assist them with all manner of support to make sure that at least the students who come here, they live with proper guided knowledge, which will help them for their future and be leaders for tomorrow. And we are committed to make sure that this college becomes a center of excellence of college within the area, and encourage our people within Matungulu, Kangundo, Mwala, and the neighboring Yata, Masinga. Kindly send your students here, because this college is offering diploma courses, certificate courses, artisan, and any other short courses, including hospitality. And I believe that we cannot afford to continue sending our kids far away for studies. It's cheaper, and it is going to make a changeover or a turnover of students within this area. So we want to encourage the local community. Please support this institution. As we come in as CDF to put more funds, we request also the community to support us.
Kungini kana ayumbe kuma kaunti ilasinde kwisila munyao munene ile mbetani ya kisuani yumeenda President William Ruto aekane na uteti mwingi na aithe ya kuyanduani one undu nza yende na kukuna enendi ilionesia uyumbe sio ayumbe ane maweta yeti ebinda ya uteti nikiwithe wa wendi munene mathayuni ma enendi alama matongo esiene silikali ithe ese maleu ma otedio nikiwithe wa inza niesie kuingiba na ye ya kila mibaka. Watu wameumia, mifugo imeumia, na hii mambo ya wafugaji hai-affect tu wale wafugaji. Ikifika huko pia shida inaingiana na wenye mashamba. So si shida si kwamba ni wafugaji peke yake, wenye mashamba pia wanakuwa affected. Na sote hapa tunatarajia tusikie, tuache siasa kando. Sasa hii tusikie watu wote wanazungumzia kuhusu drought. Hizi shida nyingi tumesikia za kelele nyingi za siasa, sisi tunataka kusikia mwanasiasa yule atatugusa roho yetu ni azungumzie kuhusu mifugo, kuhusu drought. Manake hawa watu sengine unasikia siasa inaendelea na huku watu wanakufa. Kule waliposhikana sisi hatukujua, walipoachana hatukujua, sisi tunaona ni kelele tu kwa sababu ambazo sisi hatuzijui. Sisi tunataka kuona muhimu, manake wao wenyewe pengine kama walipendana wakaachana, waachane kwa wema, waoane kwa wema, lakini tuhakikishe, manake ukisikia watu bado wana machungu na huku watu wanakufa na kuna shida ya ukame na watu wanazozana kisiasa, i-distract mambo yetu ku implementation, inakuwa ni shida. Na sasa wao wenyewe ukisikia bado wana machungu, it means wanapendana. Hao watu wanaweza kuja kupatana, sisi tukakuwa kando. Sisi sasa tunataka kusikia watu wanazungumzia, kila mtu anazungumzia mambo ya drought, watu wanakufa. President William Ruto kwa ibinda yengi ni wa musongia mutongo wa Azimio wa Kenya Raila Odinga yulu wa ukulio wake wa kubingwa kwa mitambo ya sava ya nzama ya usakwani ya IBC. Ruto ni wa mutabia Raila au Manuel Kebyo nundu vaibandu vandikitwe katibani kana president ni wa ile ubingwa sava aimwenda ethi wawe mwene na utonyi athi akaibingwe kabindane kawini wathingilila kana kila mwene nthi ethiwe munene kana munini no nginya abike na kuiba koti. Nimemwambia mtu ya kitendawili asisumbue mimi na mambo ya masava. Hakuna mahali katiba inasema rais ndio mtu ya kufungua masava. Yeye kwa sababu wako na nafasi mingi aende afanye hiyo kazi ya kufungua masava, awachane. Mimi niko na kazi ya kuendesha Kenya, mimi niko na nafasi gani ya kwenda kufungua masava? Na nilimwambia sava ilifunguliwa zamani. Kwani alikuwa wapi? Si kila mtu alienda kwa station ukaweka biometric ukapata jina yako iko pale? Si sava ilikuwa open? Si ukapatiwa ile nini ukapiga kura alafu ikawekwa kwenye mtandao? Si kila mtu alikuwa na kura yake kwa portal? Si hiyo nini ilikuwa wazi? Sasa huyu alikuwa wapi siku hiyo mambo hiyo yote ilikuwa? Saa hii miezi 6 baadaye anakuja kutusumbua ati fungueni saba. Na mimi nataka niulize nyinyi, kuna mahali gani imeandikwa kwa katiba ati saba itafunguliwa? Mimi nataka niwaambie hawa watu, please let us respect the rule of law. Do not make demands that are unconstitutional, that are extra legal, that are extrajudicial. Sasa hiyo mnasema tufanye iko kwa katiba gani? Ama iko kwa sheria gani? Sisi tutafuata ile kwa sheria. Siku ile itaandikwa kwa sheria ati saba itafunguliwa na mtu fulani, tutafuata. So waende watengeneze sheria ya kufungua masava ndio tujue vile tutaendesha. Kwa sasa sisi tunaendelea na kufungua uchumi na kupeleka mambo ya Kenya mbele. Na baadhi ya ushuru zingine ambazo pia tutashughulikia tusipunguze, so that we can lighten the weight and we make sure that every citizen pays their part of taxes. Mimi nimewaambia wale watu wajeuri wanasema ati hawataki kulipa ushuru kwa sababu wao ni wadosi. Mimi nimewaambia hii Kenya itakuwa Kenya ya Wakenya wote. Kama mtu mdogo analipa ushuru, hata wewe mdosi utalipa ushuru. Hakuna vile utahepa. Tunaelewana jameni? So tutashirikiana namna hiyo ndio tuweze kujenga Kenya, tupeleke taifa letu mbele.
Ndi musesi atu ambako thiuthi umoni wa ndatikanini nthini wa Vilingi wa Mauvoo kathibasa itusiokethete. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosiaisi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbenge tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile na itatu monza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ na udhocha ndini wa kilungu cha Dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kibeti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick ekamitumende twasu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathanthatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa Mauvoo nthini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumanya chao wikala life with a control nunu na bakoi kale na control da yundu tonyakani kulechu itende yanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde uyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonse ometoke ni mutanisia wambiye kudepend na etha wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nongi usungi woni kuyanza ni mausuisia niwe atikote mukamba ni wese oimani udhui na kwa uhondo ilete kupatithia uima waku Rafiki Habo Clinic ungua Habo Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa uiti mwithianu na ndawa cikiwa ukunikili wa science kuikithia ni cia uvocia na ciina uthu mwini waku nituitama ukipathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, kwalwa ni malenyu na arthritis, kulea kusia, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi nituthoka kwaku kila chumwa wakwambililia twithe wa Masaku, Kibwezi, Makendo na Kabati, wakeli twithe wa Mombasa, Kathonzoeni, Nunguni na Zombe, wakatatu twithe wa Matuu, Mwingi, Taveta na Matiliku, wakana twithe wa Kitui, Emali, Seikuru na Ikanga, wakatano twithe wa wote Kasikea, Utala na Voi, wathanthatu twithe wa Ilopi, Mulolongo, Kambu, Mutomo na Chuso. Tuthokie maofisini maitu kana utukunie simu kwisila noti mwonza imwe ile itatu kana noti mwonza na noti kenda noti. Rafiki Habo Clinic, we treat, God heals. na udhocha ingi tuendeye imwe ngwatanio ya ayumbe ma amwika kana Kenya Young Parliamentarians Association ni yawetanyi na kilelo cha kutoa isia sikalo sianduani na amwika no kana kuelewa kwa kiindhini mathina mukuli alama inde kwikumbila mwika nsikayoni sia kwikidia ni matethe sia kuseubia mea misio ya kuna mwika mbungeni ya 13 utongo yumwe withiwa ungua mwene kibila Eric wa Mumbi ulani muyumbe wa Mathira na Babu Owino muyumbe wa Embakasi East. Tawe mwandiki munene bala seneta wa Nyandarua John Methu niwe mukuni wa Mutalisa. Ours, first of all, is to ensure that we fight for the rights of the young people. Number two is to provide mentorship to the young people that are in the villages. That is why you see us as a team and as KYPA visiting many places in this country so that we are able to interact with the problems that face our young people, the challenges that we have also been seized of. Sisi ni kielelezo chema kwa jamii na tumejitolea kupiga kazi kwa bidii ili pia kuwa kielelezo chema kwa wenzetu ambao wako pale vijijini. Taifa hili pia lina idadi kubwa ya vijana ambapo pia itabidi kuweka hoja ambazo zinawazungumzia maisha ya vijana na
wazazi wetu ambao wametutangulia huko nyumbani na viongozi wengine pia. And as we represent the young people in this parliament, KYPA has shown a great example by ensuring that we are all working on shared values and to protect the rights of the youth in this country. And we would like to urge our nation immediately to start focusing on the issues, and our leadership, of course, our elder leaders, to start focusing on issues that directly affect the young people. Ya kwamba yale matatizo yenye ambayo yako Malindi, yako Kisumu, yako Nairobi, kwa vijana yote ni mamoja. Na sisi Waswahili tunasema kidole kimoja hakivunji chawa. Na ndio maana sisi tumeweza kushikana hapa ili tuweke akili zetu pamoja, nguvu zetu pamoja, tuhakikishe kwamba vijana wa Kenya tumeweza kuwatatulia shida zao na matatizo yao. That KYPA is non-partisan. KYPA talks about the interest of the youth, young men and women in this nation. And KYPA shall fight not only religiously but also spiritedly, inherently, for the interest of Kenyans. Timu wa Masiti nukwithiwa uithauka na ula wa Newcastle mwendoni wa saa 9:30. Arsenal nayo ithauke na Bournemouth saa 12, nayo Chelsea ithauka na Leeds United saa 12. Naindi musesia wanu watuvika muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa Samonza ngitungia muvya nundu wa kwithiwa waendania na kwa nithi wangisukithia mwendoni wa saa 1:30 cia iya mawio nende na kunengelelia Mauvoo na tukwithwa tunakumbanisha mesanitu ya Vilingi wa Mauvoo. Nitwa MAKENZI wa Mutunga kwa oyu Tiwanesa.